Asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena katika masaa mengine tunapoenda kuanza somo letu la leo linalosema urejeshwaji na toba na urejeshwaji. Karibuni sana. Mungu atuongoze, Mungu atulinde, basi tuweze kupata kuomba. Asante Mungu kwa masaa mengine. Tunakushukuru kwa ulinzi wa maisha yako. Tunasema asante katika asubuhi njema uliotuongoza mchana na usiku pia. Jina lako lizidi kutukuzwa Bwana. Tutangulie sasa katika kipindi hichi. Uwepo wako kazidi kuwa pamoja nasi. Tusamehe makosa yetu, katusafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Tulinde daima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, karibuni sana katika kipindi chetu cha leo. Tutaangalia urejesho na toba. Somo hili linaloweza kubadilisha maisha yako na yangu. Mara nyingi tunakosa au kufanya makosa, lakini Mungu hutoa urejesho na amani kupitia toba ya kweli. Hebu tuanze kutazama katika fungu la Mathayo 4:17. Kutoka wakati huo Yesu alianza kufundisha na kusema, tubuni kwa kuwa ufalme wa mbingu umekaribia. Lakini pia kuna waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Tukitubu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka kwa uovu. Tutasoma nukuu kama 3. Nini maana ya toba? Toba ni zaidi ya hisia ya hatia, ni mchakato wa ndani unaobadilisha moyo na mawazo. Ni kutambua makosa, kuomba msamaha na kuanzisha maisha mapya yenye utakatifu. Lakini mtu mwingine anasema toba ndio hatua ya kwanza ambayo ni ya lazima kuchukuliwa na wote ambao wanataka kumrudia Mungu. Hakuna mtu awezaye kufanya kazi kwa ajili ya wengine. Inatupasa kila mtu tunyenyekeeze mioyo yetu mbele za Mungu na kuacha nia zetu. Tukishafanya yote tuwezavyo, Bwana atatudhihirisha ukombozi wake. Kwa ni lazima yale mawazo yako katika nia zetu. Ni lazima yaachane na tabia zetu. Nia yako, ili tabia yangu iweze kubadilika, ni lazima ile nia mbovu iachane na tabia yako ambayo inakwenda kujengwa upya. Petro anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, katika Matendo 3:19. Wale watu waliongea na Petro akamwambia, jamani tufanye nini? Petro akamwambia, tubuni. Matendo 2:67-68. Matendo 3:19 Petro anamwambia, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Kwa Mungu anatuambia kwamba tunapofanya toba kwa kuhuzunika kwa ajili ya dhambi, tena kujitenga nayo, hatuwezi kuacha kufanya dhambi mpaka tumetambua ubaya wake. Hali yetu katika maisha yetu haitabadilika kamwe mpaka tumeitenga dhambi mbali na mioyo yetu. Kwa hiyo ili tuweze kubadilika, ili maisha yetu ya Ukristo lazima yaweze kubadilika, ni lazima tuwe na toba ya kweli. Anasema hakuna toba iliyo ya dhati ambayo haifanyi matengenezo. Mara nyingi tunahuzunika kwa sababu ya matendo yetu maovu yanayotuletea matokeo mabaya kwetu sisi wenyewe. Lakini hiyo sio toba. Huzuni halisi ya dhambi ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu. Roho hudhihirisha hali ya moyo wa kukosa shukrani, ambapo kumemdhihaki na kumhuzunisha Mwokozi. Na jambo hili halituleti chini ya msalaba kwa ukunjufu wa moyo. Kila dhambi humtonesha Yesu vidonda vyake, na tunapomtazama Yesu ambaye ni sisi tuliomuumiza, tunaomboleza kwa sababu ya dhambi zilizomletea maumivu. Maombolezo haya yanatuongoza kuacha dhambi. Kwa hiyo kutubu ni jambo ambalo ni lazima katika mpango wa wokovu. Matendo 17:30. Kwa tutambue kwamba tusipofanya toba hatuwezi kupata msamaha wa dhambi. Toba ni kuteseka, kunung'unika, kuumia kwa yale makosa uliokuwa unayafanya. Katika Zaburi 62:1-2 anasema, heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unionyeshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu hii mbele yangu daima. Unionyeshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Mungu niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee.
unirudishe furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Mungu wangu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki yako. Hiyo ni Zaburi ya 51 fungu la 1 mpaka la 14. Hiyo ilikuwa ni toba ya Daudi mbele za Mungu. Tunafahamu Zaburi ya 51 ndio iliyokuwa toba kuu ya Daudi. Turudi katika mwelekeo wetu tena. Toba ya kweli ni kuondoa dhambi, ni kubadili utakatifu wa Kristo kama maisha yetu, ni kukubali utakatifu wa Kristo kama maisha mapya. Tuyakubali maisha ya Kristo katika miili yetu, katika nia zetu. Hapo ndipo tutaona ukuu na utukufu wa Kristo. Tafakari dhambi zako kila asubuhi na kuomba msaada wa Mungu. Andika katika diary jambo moja unalotaka kubadilisha na kumwomba Mungu akuongoze. Urejesho Mungu anavyobadilisha maisha. Luka 15 fungu la 20 inasema, akaamka akaenda kwa baba yake, lakini bado akiwa mbali, baba yake alimuona akamhurumia, akamkimbilia kwake, akamkumbatia na kumbusu. Akawa mbali. Ninaweza nikarudisha katika mfumo kwamba bado tuko katika dhambi, lakini Mungu anamtuma roho wake mtakatifu kugusa mioyo yetu, kutupeleka katika toba katika madhabahu yake. Na yule roho anapotugusa, tukatambua madhaifu yetu, ndipo roho anatusogeza katika kiti cha enzi. Anatufundisha kwamba dhambi hii ni mbaya rafiki. Uovu huu ni mbaya. Na pale tunaporuhusu Roho Mtakatifu atuonyeshe madhaifu yetu, ndipo tunapoenda kuomba utakaso kwa damu ya Yesu Kristo. Na ndipo tunapoenda kuvalishwa vazi la haki ya Kristo baada ya kusafishwa dhambi zetu. Urejesho wa Mungu ni zaidi ya msamaha, ni kuweka upya maisha yetu. Mungu haachilie dhambi zetu zikibaki. Anataka tuitwe furaha na amani ya kweli. Mwanazuoni wangu anasema, hakuna dhambi inayoweza kuwa kubwa mno ikimzuia mtu kupewa neema ya Mungu, ikiwa atatubu kwa moyo wa dhati. Naomba nirudie. Hakuna dhambi inayoweza kuwa kubwa mno ikimzuia mtu kupewa neema ya Mungu, ikiwa atatubu kwa moyo wa dhati. Katika kitabu kinaitwa Desire of Ages ukurasa 301. Kila asubuhi eleza ndoto yako kwa Mungu ya kurekebisha hali fulani au tabia mbaya. Anza na hatua ndogo, maneno mazuri, vitendo vya huruma na kuomba tabia mpya. Mwambie Mungu, naomba uniumbie tabia mpya. Mungu, naomba uniongoze, uninyanyue, unitoe katika kiti cha dhambi, ukaniweke katika kiti cha kutenda yaliyo haki. Hatua za vitendo vya kila siku. Hapa ni hatua za vitendo vinavyokusaidia kuishika toba na kupata urejesho. Andika dhambi, andika makosa yako. Kuandika kunasaidia kutambua eneo la kubadilika. Unapokaa chini na kalamu na penseli, ukaanza kukaa mwenyewe ukaandika makosa yako. Hebu andika katika masaa usiku, kaa. Hata sebuleni hapo chumbani kwako, tafuta kiti, kaa mwenyewe andika. Omba msamaha. Mwandikie kwa Mungu kila siku. Tafuta hata kitabu, tafuta hata draw, jaza, funga. Hizo zile siri zako wewe na Mungu. Zinapofika wakati chukua choma. Maana wakati mwingine mwanadamu akiona hata madhaifu yako anaweza kayasema mbele za watu. Chukua hatua moja kubadilika. Kitendo kimoja kinachoonyesha toba yako, kuomba msamaha kwa mtu, kufanya jambo zuri au kuacha tabia mbaya. Tambua urejesho. Angalia mabadiliko madogo unayoyaona ndani yako, usipuuze. Mwanazuoni wangu anasema, kila hatua ya toba huleta furaha ya roho, na furaha hiyo ni ishara ya urejesho wa kweli. Wapendwa, katika hitimisho langu la siku ya leo, toba na urejesho ni zawadi za Mungu. Tukichukua hatua ndogo, tukimwacha Mungu atuongoze na kuishi kwa vitendo vinavyokubalika kwake, tunaona amani ya kweli na maisha yaliyojaa furaha na nuru. Mimi ni wasihi wapendwa. Ulimwengu huu kila mtu tunapaswa kujua kwamba tunapita. Jua maisha ya ulimwengu huu ni tunapita. Ni watu wangapi ulikuwa unawajua sasa wamelala mauti?
Ni watu wangapi unawafahamu sasa hivi wako vitandani, wamefunga kauli? Umri unasonga. Lakini hebu jiulize, tangu umebatizwa, tangu umemjua Mungu, umejua kusoma Biblia, ni dhambi ngapi ambazo umeziacha? Kwa wale wanaobatizwa kwa maji mengi, kumbuka ile siku ulipokuwa unabatizwa unaingia kwenye maji, ulimwahidi Mungu nini? Ndivyo unavyoishi leo. Ndivyo ninavyoishi leo. Wapendwa, Mungu anatuita katika siku ya leo tumrejee kwa toba. Tumuombe msamaha. Yuko tayari kutupokea, lakini lazima tufanye toba ya kweli. Ni lazima tuwe na toba ya kweli. Na Mungu atusaidie tuweze kuwa na toba ya kweli. Ninawakaribisha kila mmoja atafute masaa ya usiku kwa ajili ya kuomba. Kaa tulia kama tulivyojifunza jana. Tulia. Mwite Mungu. Atashuka kwa kupitia Roho wake Mtakatifu. Atakuongoza katika kila njia mbaya na kila njia ambazo anatamani upitie. Ninawasihi, Mungu achoki na wewe usichoke. Anguka, simama, lakini usigande katika dhambi. Niwatakie usiku mwema. Bwana awabariki, awalinde. Wapendwa, tusije tukaruhusu saa ya kukata roho ndio nakumbuka kuomba msamaha wa dhambi. Jitahidi, simama, uache dhambi. Jitahidi. Yesu anaposema kila anipendaye atabeba msalaba wake, kubali kuaibika. Msalaba ni kuaibika, ni kudharaulika, kuchukuliwa, ni kuchukiwa. Acha dhambi, kubali kudharaulika. Nakumbuka kijana mmoja alipokuwa shule, alikuwa anaitwa Maksai. Wewe una hata girlfriend, wewe ni Maksai. Wewe ufanye vitendo fulani tukifunga shule, wewe ni Maksai. Lakini yeye alikuwa anajua analokusudia. Ofisini utaonekana wewe upende rushwa, utaishia maskini. Wacha wewe maskini katika Kristo. Ni heri kuwa maskini katika Yesu kuliko kuwa tajiri katika upande wa Shetani. Maisha ya Ukristo ni maisha ya kukana nafsi, sio maisha ya utajiri hata siku moja. Wengine watakwambia ndio Mungu anatamani tuwe matajiri, lakini jinsi unavyozidi kutafuta mali na ndivyo unavyokuwa mbali na Mungu. Hilo ni somo jingine tutajifunza. Basi tuombe kwa usiku mwema. Baba wa rehema, tusaidie kutubu kwa dhati, kutubu kwa moyo mkamilifu. Tunasihi urejesho wako udhihirishwe katika kila jambo la maisha yetu. Bwana, tunakuamini. Utuongoze, ukatupe hekima na busara. Uwezo wako ukazidi kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu asituchoke, bali akatuongoze katika neno lako. Tuna imani utakuwa pamoja nasi sote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, mbarikiwe sana. Somo linalokuja Alhamisi ijayo, Bwana atakapotubariki, tutakuwa na somo linasema kuungama. Baada ya toba, baada ya majuto, basi ninakwenda kuungama. Na baada ya kuungama, wiki ya 3 tutajifunza msamaha. Bwana atuongoze katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbarikiwe sana.